السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na baraka zake katika maisha yetu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Je, uliwahi kukaa na kujiuliza kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia sala tano katika maisha yetu? Tunazisali kila siku katika maisha yetu mpaka mwisho wa maisha yetu. Je, ulikaa na kujiuliza kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa ama kumwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kusali ama kusimamisha sala tano wakati yupo katika hii dunia, bali alitayarisha safari ya kwenda mbinguni, na huko ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipomfaradhishia Mtume sallallahu alayhi wasallam hizo sala tano na kumwamrisha ya kwamba asisimamishe katika maisha yake. Haya ni mambo ambayo ya kuzingatia katika maisha yetu, na mbali ya hayo ni masuala ambayo kama tutaangalia kwa undani wake, basi tutaona ya kwamba hii ibada ya sala ni ibada iliyokuwa kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada ambayo iliyokuwa umuhimu wa hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada ambayo yenye kubeba mafanikio binadamu hapa duniani na kesho akhera. Na kama huyu mwanadamu atakuwa ni mwenye kuipuuzia hii ibada, basi bila shaka atapata hasara iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza kuhusiana na suala hili la sala. Pindi ambapo mtu atakapoiacha hii sala katika maisha yake, nini ambacho kitakachomsibu? Miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuzungumzia umuhimu wa kusali mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni hii ambayo ilikuwa imesimuliwa na Ibn Umar radiyallahu anhum. Alisema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, alladhi takutuhu salatu al-asri kaannama wutira ahlahu wa malahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, yoyote atakayekosa sala ya asr kwa makusudi, basi ni kama amepoteza familia yake na mali yake. Subhanallah. Je, uliwahi kumwona mtu ambaye aliyepoteza mali yake na familia yake kwa wakati mmoja? Uliwahi kuona mtu huyo yupo katika hali gani katika maisha yake? Uliwahi kuona mtu huyo akili yake itakuwa katika hali gani? Msongo wa mawazo atakaokuwa nao, maisha yake atakuwa maisha aina gani? Je, atakuwa ni mtu ambaye alikata tamaa na maisha haya dunia ama la? Kama ushawahi kumuona mtu wa hali hiyo ambaye alipoteza mali yake yote, ambaye alikuwa akifanyia juhudi usiku na mchana kuitafuta hiyo mali kwa jasho lake lote na kwa nguvu zake zote, na mbali ya hayo aliyekuwa akifanya juhudi ya hali ya juu kuijenga familia yake katika hali zilizokuwa mbalimbali kwenye maisha yake, na pindi ambapo mtu huyo anapopotelewa na vitu hivyo vyote viwili kwa wakati mmoja, atakuwa ni mtu ambaye aliyekuwepo katika hali gani kwenye maisha yake? Hasara iliyoje kwa yule ambaye mwenye kuacha kuisali salatu al-asr kwenye maisha yake. Hiyo ni sala moja tu Mtume sallallahu alayhi wasallam anaizungumzia, na jinsi gani ambavyo mwanadamu huyu atakavyokuwa amepata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yule ambaye atakayekuwa mwenye kuisali salatu al-asr katika muda ambao unaohitajika na akaipata katika jamaa, atakuwa ni mtu aliyopata ujira wa aina gani uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni sala moja tu ya fardhi. Je, sala zingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kuzisimamisha katika maisha yetu, katika kila siku ya maisha yetu hapa duniani, zina ujira uliokuwa mkubwa kupita sisi tunavyofikiria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kuhusiana na wale ambao watakaokuwa wenye kudharau sala zao. Hakika watu wa aina hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewatayarishia adhabu iliyokuwa kubwa katika maisha yao, na si adhabu tu ilikuwa akhira, bali hapa duniani pia Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya hao watu watakuwa wenye maisha ya dhiki. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika suratul Maun, anasema, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, basi ole wao wale wenye kusali. Aya hii inaonyesha kwamba hawa wenye kusali watakuwa ni watu ambao wenye kupewa adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni watu wa aina gani ambao Allah anawazungumzia katika aya hii? Anasema, alladhina hum an salatihim sahun, wale wenye kuzipuuzia sala zao. Maulama wanatueleza kuhusiana na watu wa aina hii wenye kupuuza sala zao, aidha wanapuuzia muda wa sala ama wanapuuzia jinsi gani ambavyo inavyohitajika hiyo sala kuisali.
kwa maana ya kwamba mtu anakaa wala hathamini sala katika maisha yake mpaka muda wake unapita, na baada ya hapo ndo unapomuona huyo mtu anaenda kutia udhu na kusali katika maisha yake. Lakini mbali ya hayo, maulama wanazungumza, wanasema huenda ikawa ni yule mtu ambaye mwenye kusali lakini anaisali ile sala ili mradi tu anaisali, hazingatii nguzo zake, hazingatii wajibati wake, ili mradi tu aonekane anaisimamisha, anaisali hiyo sala katika maisha yake. Na haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, kwa maana kwamba hata kule kupitisha muda wa sala, basi mtu ataadhibiwa ikiwa anafanya hivyo kwa dharau mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unakuta watu wanakaa wanaangalia TV, ama huenda wakawa wanaangalia michezo aina mbalimbali, wanaangalia mipira katika maisha yao, wanaangalia vitu vya aina mbalimbali, na wanasikia adhana inatolewa kwenye maisha yao, lakini unawafuta kwamba hawaamki na kwenda kusali. Hawa watu waelewe ya kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu kubwa ambayo inawangojea mbele yao, na haya yako wazi ndani ya Qur'an na katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kama tunajipenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunataka tupate mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunataka Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na adhabu zake, basi tusije tukaidharau sala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukadharau muda wa sala. Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda sala ambayo yenye kusimamishwa ndani ya wakati wake. Maanake pale tu ambapo unaposikia adhana, basi ukasimama ukaenda kutia udhu na ukasali, sala hiyo humpendezesha mno Allah subhanahu wa ta'ala. Sala hiyo huwa na mapenzi yaliokuwa makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tusio wale wenye kuzipuuzia sala zetu, tusio wale ambao wenye kuzidharau sala zetu, kwani hizi sala zinabeba mafanikio mbele ya Allah katika sehemu tofauti, wakati tofauti katika maisha ya binadamu. Na kama hujui jinsi gani ambavyo hii sala inavyohitajika kuisali, basi nenda ukajielimishe. Leo kuna sehemu tofauti ambazo tunaweza kwenda, tukaingia katika mitandao, tukasoma vitabu vya aina tofauti, tukasikiliza mashehe wetu jinsi gani ambavyo tunavyohitajika tuisali hii sala, ikawa inahesabika tumeisimamisha vile ambavyo tunavyohitajika kuisimamisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo lilokuwa kubwa katika maisha ya binadamu, na tunahitajika tulifanyie kazi katika maisha yetu. Katika sehemu nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameizungumzia hii sala na akaipa umuhimu uliokuwa mkubwa, ni pale ambapo huyu mwanadamu atakapokuja kesho akhira kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Allah subhanahu wa ta'ala ataangalia amali gani ambayo alifanya huyu mwanadamu? Hebu tusikilize hii hadithi ambayo ilikuwa imesimuliwa na Huraith bin Qabisa. Alisimulia kwamba siku moja alikuwa ameenda Madina na alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, nijalie niwepo katika miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wamekaa pamoja na wacha Mungu. Na alipofika Madina, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akawa miongoni mwa wale ambao waliokaa na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa Abu Huraira radhiallahu anhu. Alipomuona Abu Huraira akamwambia Abu Huraira, ewe sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba unisimulie hadithi ambao uliosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radhiallahu anhu akazungumza akamwambia, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba hakika tendo la kwanza ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya Kiyama basi ni sala yake, na akasema ikiwa imekamilika amefanikiwa na kuokolewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa hii sala haijakamilika, ina kasoro za aina mbalimbali, basi huyu bila shaka atakuwa ameshindwa na kupotea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa kuna kitu kina kasoro katika hiyo sala ama hizo sala zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha malaika waangalie katika sala zake zilizokuwa za sunna, ili wajalize katika yale mapungufu ambayo yalikuwa katika sala zake za fardhi, na kama watakuwa wameweza kufanikiwa, basi huyo sala zake zitakuwa zimekamilika na atakuwa ni miongoni mwa wale ambao waliofanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama itakuwa hata hizo sala zenyewe za sunna ni zile ambazo zenye kusuasua, basi bila shaka huyo atakuwa ni mwenye kupotea na mwenye kupata hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Abu Huraira akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kisha matendo yake mengine yataangaliwa hivyo hivyo, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ukifika kesho akhira
ataangalia tendo la kwanza katika ibada alizokuamrisha ni tendo la sala. Subhanallah. Na sala yako ikikamilika, basi matendo yako mengine yote yatakuwa yenye kufanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza na kutuambia kwamba hii sala kama itakuwa umesali vile inavyohitajika katika maisha yako hapa duniani, basi elewa kwamba kesho akhera ikiwa imeangaliwa na imeonekana kwamba umesali vile inavyohitajika, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha hawa malaika, mchukueni huyo, kwa hakika ya huyo ni yule ambaye alifanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu huyo bila shaka atakuwa chini ya rehma na maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka atakuwa miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wamefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama sala yake huyu mtu itakuwa haijakamilika, basi aelewe ya kwamba bila shaka atapata hasara iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapomwambia ama atakapoamrisha malaika wafungue vitabu vyake na waangalie matendo yake mengine. Na tunaelewa kwamba sisi binadamu ni wenye kasoro za aina mbalimbali katika ibada zetu. Allah akifungua vitabu vyetu, bila shaka tutakuwa si wenye kuwa na salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe hilo katika maisha yetu, na atujalie tu miongoni mwa wale ambao wenye kuzithamini sala zetu vile ambavyo inavyohitajika kuzithamini katika maisha yetu, na kuziweka kuwa ni kipaumbele kwenye maisha yetu, kama vile kupumua katika maisha ya binadamu. Kuwa sala hii ikawa ni sala ambayo tunaithamini kulipokuwa kukubwa, na tunaiweka kuwa ni kipaumbele vile inavyohitajika, na hatuichezei katika maisha yetu. Leo sisi tunapuuzia sala zetu, na wengine hatuzisali vile tunavyohitajika kuzisali mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inamaanisha moja katika mambo mawili. Kwanza, huenda ikawa hatufahamu umuhimu wake katika maisha yetu, na kama hatufahamu, basi turudi katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbalimbali zinazozungumzia sala, ili tuweze kujua umuhimu wake kwenye maisha yetu. Lakini pili, labda hatutaki kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sala ndio mwanzo wa mafanikio ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhera. Leo watu wanaigharamikia dunia kushinda ambavyo wanavyoigharamikia akhera yao. Leo watu unakuta unaipuuzia hii sala, hawaisali vile inavyohitajika kwenye maisha yao. Leo unafuta vijana hawahimizi kwenye maisha yao kusali ama kuiweka sala kuwa ni kipaumbele kwenye maisha yao. Wanawachwa tu wanafanya wanachokitaka kwenye maisha yao. Leo unakuta wazee hawaiweki hii sala kuwa kipaumbele katika maisha yao. Hata wakiwaona watoto wao hawasali kwenye maisha yao, hawaulizi kwa nini nyinyi hamsali kwenye maisha yenu, wala hawafanyi juhudi katika kuwaelekeza na kuwafahamisha jinsi gani ambavyo watakavyokuwa watapata hasara kwenye maisha yao kama watakuwa hawasali kwenye maisha yao. Wanawawacha tu hivi hivi. Na ukiwauliza wazee kwa nini vijana hawasali, unasikia wanakwambia kwamba hawataki kunisikiliza, hawa vijana wana ni watukutu sana, kwamba nimeshaisha kuwaambia lakini naona kwamba hawanisikilizi katika maisha yao. Haya yote tunahitajika kuyazingatia kwa umakini sana. Kwanza tunahitajika tufanye juhudi ya kuwafundisha hawa vijana jinsi gani wanavyohitajika kusali. Lakini mbali ya hayo, sisi tuwe ni mifano mbele yao, waonyesha kwamba sala ni jambo la muhimu kwenye maisha yao. Ikiwa tangu wadogo wanaona kwamba baba anidharau sala inaadhiniwa, adhana inatolewa ya sala, na huyu mzazi haendi kusali, basi bila shaka huyu mtoto hatuithamini hii sala katika maisha yake. Lakini kama huyu mzazi ataonyesha kwamba sala ni kipaumbele katika maisha ya binadamu, ikiwa adhana inatoka tu na baada ya hapo anaonekana kwamba ni mwenye kutia udhu na mwenye kusimamisha sala, basi bila shaka huyu mtoto ataithamini hii sala kushinda jambo lingine lolote katika maisha yake. Atataka kufata msimamo huo wa mzazi wake. Wazazi tunahitajika kujiangalia vizuri katika maisha yetu, na kama watoto wameshakuwa wakubwa na hivyo hawaipi sala kipaumbele kwenye maisha yao, wanaidharau hii sala na wala hawaipi ule umuhimu ambao unahitajika kuipa, basi tunahitajika tuombe dua usiku na mchana. Lakini mbali ya hayo, tusikate tamaa katika kuwakumbusha, tusikate tamaa katika kuwafanyia da'wa kuhusiana na hili swala la sala katika maisha yao. Hakika Nuhu alayhi salam aliwalingania watu wake kwa muda wa miaka 950. Sisi tunahitajika tufanye hizo juhudi
katika muda wetu ili kuonyesha umuhimu wa sala katika maisha ya watoto wetu, na tufanye juhudi za aina mbalimbali, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia Nabii Isa alayhi salam pindi ambapo alipozaliwa tu. Kuna jambo muhimu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza. Nabii Isa alayhi salam aliwaambia watu wake, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Alisema ya kwamba na amenijalia mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa ni mwenye kubarikiwa popote pale awapo Nabii Isa alayhi salam. Lakini mbali ya hayo akasema, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, na amenihusia mimi kusali ama amenihusia mimi sala na zaka maadamu ni hai. Na hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi kuiangalia hii sala katika maisha yetu. Maadamu sisi tu hai, basi hali yoyote tutakayokuwa nayo katika maisha yetu tunahitajika tusali. Na ndio maana unakuta ibada ya sala mtu anahitajika asali katika hali yoyote ambayo alikuwa nayo kwenye maisha yake. Ikiwa anaumwa anahitajika asali, ikiwa watu wapo katika vita wanahitajika wasali. Swala ni ibada ambayo iliyopewa kipaumbele katika maisha ya binadamu katika sehemu tofauti, katika nyakati tofauti, katika hali tofauti, kwa maana ya kwamba huyu mwanadamu anahitajika asali kadri ya kwamba yuko hai kwenye maisha yake mpaka siku ambayo roho itamtoka, ndio siku ambayo atakuwa haendelei kuisali hii sala hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inamaanisha ya kwamba kusimamisha sala ni jambo lilokuwa limepewa kipaumbele katika maisha ya binadamu. Kusimamisha sala ni ibada ambayo hata ukiwa katika hali ngumu gani katika maisha yako unahitajika uisali kwenye maisha yako. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu pindi ambapo alipokuwa amechomwa visu, wakati ambapo alipokuwa akisali, wakati wanasema katika salatul fajr, Umar ibn Khattab alianguka, na baada ya hapo masahaba wakamalizia hiyo sala na wakamchukua. Walipomchukua Umar ibn Khattab radhiallahu anhu wakampeleka nyumbani kwake, ikawa hali yake inazidi kuwa mbaya. Wanasema wale ambao walikuwa wakimzunguka Umar ibn Khattab radhiallahu anhu wakati huo, aliposikia adhana ya sala akataka kuinuka. Subhanallah, waliokuwa masahaba wamemzunguka Umar ibn Khattab radhiallahu anhu wakamwambia, unaelekea wapi? Unafanya nini? Angalia hali yako ilivyo. Ndio wakati huo Umar ibn Khattab anaelekea katika kifo chake. Subhanallah, akawaambia, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza kuhusiana na hili suala la sala. Alisema ya kwamba mwenye kusimamisha sala basi amesimamisha nguzo ya dini. Mwenye kusimamisha sala ameisimamisha hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maanake sala ni kama vile kichwa katika mwili wa binadamu. Yoyote ambaye mwenye kuisimamisha sala kwenye maisha yake, basi bila shaka atakuwa amezipa ibada zingine zote katika maisha ya binadamu, katika nguzo zingine zote katika maisha yake umuhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sala ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mpaka wakati huu ambao ulikuwa ni wakati mgumu, wakati ambao Umar ibn Khattab yupo katika kupigania maisha yake, lakini bado anataka kuamka na kwenda kusali, kwani anaelewa hakika maisha ya binadamu hayatofanikiwa hapa duniani na kesho akhira kama hatotimiza ibada hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam kayaonyesha hayo katika maisha yake pia. Pindi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikia mwisho wa maisha yake hapa duniani, wiki za mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana hata nguvu, hususan ni wiki ile ya mwisho ambayo kabla ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hata hana nguvu za kuinuka mwenyewe. Aliwaamrisha masahaba zake na kusema kwamba njoni muje kunisaidia niinuke ili niende nikasali. Subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zake za mwisho hakuipuuzia sala kwa sababu alikuwa anaumwa, kwa maana kwamba hakukaa na kusema kwamba wacha kwanza nipone na baada ya hapo nitaendelea kusali. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye alikuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunahitajika kufuata mfano wake katika maisha yetu. Tunahitajika tuone umuhimu wa sala kwenye maisha yetu, na haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemuhusia Nabii Isa alayhi salam, wa awsani bis salati waz zakati
ma dumtu hayya. Allah subhanahu wa ta'ala anamuhusia ya kwamba usimamishe hii sala, uwe mwenye kusali na kutoa zaka, ma dumtu hayya, maadamu wewe ni uhai. Na hayo waliyafahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunahitajika tuipe thamani inayohitajika hii sala. Tunahitajika tuelewe kwamba mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhira yamo katika kusimamisha sala, na kama hatutosimamisha sala, basi tutakuwa wenye kupata hasara iliyokuwa kubwa mno katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira. Kama tutakuwa hatujasimamisha sala, tunajitengenezea adhabu zilizokuwa kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo inuka, kama wewe ni mzazi, basi kaa na familia yako, wahusie kuhusiana na hili suala la sala, waeleze umuhimu wa sala kwenye maisha yao, waambie kama hawatuisimamisha hii sala, basi yatakuja yalikuwa makubwa katika maisha yao. Vipi jamii ambayo ilikuwa haisimamishe sala itapata rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itapata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itapata ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka, atufanye wenye kuelewa haya na atufanye wenye kurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu wenye kusimamisha sala vile zinavyohitajika zisimamishwe katika maisha yetu, tuwe wenye kuzipa kipaumbele kwenye maisha yetu, tuone kwamba bila hizi sala kusimamishwa vile zinavyohitajika kwenye maisha yetu, basi tutakuwa wenye kupata hasara iliyokuwa kubwa mno katika maisha yetu, tutakuwa wenye kupotea mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na tutajitengenezea adhabu katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira. Dhiki hazitotuondoka isipokuwa kama tutarudi na kusali mbele Allah subhanahu wa ta'ala vile tunavyohitajika tusali kwenye maisha yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka na atufanye wenye kusimamisha sala vile zinavyohitajika tuzisimamishe katika maisha yetu, na atujalie mafanikio hapa duniani na kesho akhira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.